Salam. Kote duniani, Ujerumani inafahamika kuwa ardhi iliyotoa watu wenye vipawa vikubwa sana, mahala walikozaliwa wana falsafa na wanazuoni ambao fikra, nadharia na kazi zao zimetoa mchango usio na kipimo kwa maendeleo ya binadamu. Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, Max Weber, na orodha ni ndefu kwa hakika. Hata hivyo, hakuna miongoni mwao aliyemudu kuitikisa misingi ya ulimwengu kumzidi Karl Marx, mwanafalsafa wa Kijerumani anayezingatiwa kuwa baba wa nadharia ya ukomunisti na mpinzani mkubwa wa mfumo wa ubepari. Karl Marx alizaliwa kwenye mji huu wa Trier hapa Ujerumani, na leo mimi nimerudi kutembelea tena mji huo ili kujionea kwa karibu safari ya maisha ya Karl Marx. Twenzetu. Der Mensch ein Mensch ist, drum braucht was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Mimi na marafiki zangu wawili tulikuja hapa Trier mwaka 2021. Tulitembea kwenye mji huu, lakini sikufanikiwa kuingia sehemu moja muhimu, nyumba ile pale alimozaliwa Karl Marx mwaka 1818, ambayo sasa imegeuzwa kuwa makumbusho, na leo nimekuja hapa ili kuingia ndani ya nyumba ile kuona namna anavyoenziwa. Kwa yeyote alibahatika kupata elimu ya juu au anayefuatilia historia, bila wasiwasi wowote atakuwa amepata kusikia na hata kusoma kuhusu mwanafalsafa huyu wa Kijerumani na namna fikra zake zilivyobadili ulimwengu. Msingi hasa wa falsafa ya Karl Marx ulijikita katika kukosoa vikali sana ubepari, ambao kwa lugha nyepesi kabisa ni mfumo wa kiuchumi unaohusisha mtu binafsi kumiliki njia kuu za kuzalisha mali, ikisukumwa zaidi na shauku ya kujipatia faida. Tofauti na mifumo mingine iliyotangulia tangu kuanza kwa maisha ya ubinadamu kama ujima au utumwa ama ukabaila, kiini hasa cha ubepari ni mtu mmoja anamiliki mfano kiwanda, anaajiri kundi la watu wamfanyie kazi, halafu anawalipa sehemu ndogo ya anachokipata kama mshahara, huku mwenyewe akibakia na faida kubwa mfukoni. Wakati Karl Marx anazaliwa na kukua hapa Trier na baadaye alipokwenda masomoni chuo kikuu cha Bonn na kisha Berlin, mfumo huu wa ubepari ndio ulikuwa umekwisha kita mizizi ulimwenguni kote, na kwa fikra zake ubepari ulikuwa na dosari kubwa sana. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeit. Kwa kipimo chochote kile, Karl Marx hakuzaliwa kwenye familia maskini. Baba yake alikuwa mwanasheria mwenye kipato kikubwa tu kilichotokana na mfumo wa kibepari, na alikuwa na jina kubwa hapa kwenye mji wa Trier. Na yeye mwenyewe Karl Marx alipelekwa shule binafsi hadi alipofika sekondari. Kuna nadharia nyingi kuhusu kwa nini Marx alibadili mtazamo wake kuhusu ubepari, mfumo ambao kusema kweli ndio ulimlea na kumpa mwanzo mzuri tangu utotoni. Drum braucht was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Rum, links, 2, 3, rum, links, 2, 3, und ein Platzgenossen ist. Kulingana na Karl Marx, dosari kubwa zaidi ya ubepari ilikuwa ni kuzaliwa kwa matabaka makubwa mawili ndani ya jamii, walionacho na wasionacho, au kwa lugha nyingine mabwenyenye na vijakazi, ama kama Marx mwenyewe alivyowaita kwenye maandiko yake ya kifalsafa, bourgeoisie na proletarians. Kwenye nadharia zake alizozichapisha kwenye vitini viwili maarufu, The Communist Manifesto na Das Kapital, Karl Marx alijenga hoja kwa ubepari ni mfumo unaojichimbia kaburi wenyewe, akiamini kwamba wale wanaotumikishwa
Kwa faida ya matajiri, siku moja watajiunga pamoja na kuwapindua wenye mali na kisha kuanzisha mfumo usio na matabaka, yani ukomunisti. Fikra hizo za Karl Marx zilipoanza kusambaa zilimtia matatani sana, kwa sababu watawala na mawenyenye waliamini zilitaka kukitia kitumbua cha utajiri wao mchanga na hata kuhatarisha kutokea mapinduzi kila kona ya dunia. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Fikra hasa za Karl Marx zilikuja kutekelezwa karibu miaka 70 baada ya kifo chake, pale mapinduzi ya kwanza kabisa ya kikomunisti yalipotokea nchini Urusi mwaka 1917 na kuanzishwa dola kubwa kabisa ya kikomunisti, muungano wa Kisovieti. Miaka michache baadaye, wimbi la ukomunisti likasambaa duniani kote, tangu Cuba hadi Vietnam, China, Ulaya Mashariki na hata kwenye nchi za Afrika kama Angola na Msumbiji. Kuibuka kwa ukomunisti kulitoa changamoto kubwa sana kwa mataifa ya kibepari yakiongozwa na Marekani, na mivutano baina ya mifumo hiyo miwili mikubwa ilikuwa nusura itumbukize dunia kwenye maangamizi. Na ndio maana hadi leo Karl Marx anazingatiwa kwa mmoja ya wanazuoni waliopata kuitikisa misingi ya dunia. Miaka karibu 150 tangu kifo chake, fikra zake bado zinaishi na kuzusha mivutano ya kimtazamo kati ya wanaomwenzi na wanaompinga.